الشيطان الرجيم ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Ikhwani fillah, leo tuko katika kumaliza suratul Falaq ambapo Allah subhanahu wa ta'ala yamjibu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akimwambia katika aya 3, wa min sharri, na ilinde kwa Mola aliyeumba anaelea wakati wa asubuhi, wa min sharri, kutokamana na baadhi ya shari, ghasiqin, ya wakati wa magharibi ama wa usiku, idha waqab, unapoingia. Hii ndio tafsiri wa min sharri ghasiqin idha waqab. Yani nimeanza kuanzia pale Jibril alimwambia mtume kul, sema a'udhu birabbil falaq. Kwa hivyo zikawa zinaendelea. Kwa hivyo wao inaatifia aya pili iliyosema min sharri ma khalaq. Tukaeleza jana min sharri bimaana yani katika yale shari za hawa madhalim na majini, baadhi yao ni yale ambayo kwa viumbe. Alafu hapa ndo Allah sema wa min sharri, na baadhi ya hizo shari, ghasiqin, za wakati wa magharibi au usiku, idha waqab, unapoingia. Twende kwa maelezo. Hapa ni wakati pia umetajwa kama vile aya pili. Aya pili Mwenyezi Mungu Subhanahu, aya kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja wakati wa asubuhi, al-falaq. Tukaeleza kwa undani wakati wa asubuhi kwa nini Allah akamwambia mtume ajilinde na wakati wa asubuhi. Tumeeleza kwa wingi, kwa kina na kwa urefu. Hapa pia Allah anataja wakati wa jioni. Wakati tuseme wamekhtalifiana ni kueleza wakati wa jioni. Wengine wamesema wakati wa jioni unaanza kuanzia baada ya asr, mubasharatan baada ya asr wa jioni shaingia. Hata ukiulizwa wewe wakati gani unatoka kazi, unasema natoka jioni saa 11. Kwa hivyo wakati wa jioni ndio unakaribisha magharibi. Magharibi yenyewe ni wakati wa lile jua linapokuwa na wekundu na kuingia weusi, mpaka weusi uingie wakiza, ndio inaitwa nini? Kwa hivyo ghasiqin idha waqab, ule wakati wa mawingu mekundu wa kuangalia mwezi, mpaka baada ya salati al-maghrib, tuseme kwa muda mchache kiza kitane kila mahali, ile ndio inaitwa ghasiqin idha waqab. Sasa kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya tiba ya mtume mtibu ugonjwa ataje hizi nyakati mbili, asubuhi mapema na usiku mapema? Kuna hadithi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alitueleza sio Islamu, wakati kianza kuingia wakati wa magharibi, mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mafhumu ya hadithi yake anasema tuwapeleke watoto nyumbani, yani watoto wadogo waingie nyumbani wakati wa magharibi, kisha na sisi wenyewe tukishaingiza nyumbani tusiache nyumba zetu wazi, tufunge madirisha, tufunge na milango mpaka ule wakati wa magharibi uishi. Hii ni hadithi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi kama wanadamu tumezoea kuwa tukifunga madirisha kwa sababu ya mbu asiingie usiku magharibi, ama watu huwa na manushida hivyo wakati wa magharibi ni mbu wasiingie wakati huo. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam apendelea mambo hapo kwamba ni mambo mazito, mambo ya kudhuriwa, kama vile yeye alipodhurika wakati wa asubuhi. Yeye alidhurika wakati wa asubuhi, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alidhurika wakati wa asubuhi. Kwa hivyo akajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemfahamisha ajilinde wakati wa asubuhi na pia wakati wa ghasiqin idha waqab. Katika kufafanua hii ghasiqin idha waqab, wameeleza wanachuoni wa elimu hizi za tiba na elimu za kisihiri, wakasema kuwa
asubuhi hawa majini hurejea majumbani pale walipowekwa. Ikiwa wewe umebeba jini kwa mwili wako, basi alfajiri atakuja ingie kwa kichwa chako, aishi kwa kichwa chako, ale kwa kichwa chako, ama kama ni mtoto au ni mnyama. Umefahamu eh? Na usiku wakati wa magharibi wale majini ndio hutoka kama kutoka kwao, waende katika shughuli zao, kwa sababu wewe mwanadamu umemtuma au yeye mwenyewe ameenda kutafuta riziki zake au mali pake. Umefahamu eh? Kwa hivyo wakati wa magharibi kufunga madirisha ni kuzuia majini wasiingie na dirishani. Jini hawezi kuingia kwa mwanadamu wala nyumba mtu yote, kwa sababu wana sheria zao. Mungu amewekea sheria zao na kanuni zao. Kila kiumbe, hata ukiangalia kwa dudu, kama dudu tayari wa asali, aitwaje nyuki. Nyuki Mungu amemdescribe katika maumbile yake, wakitembea atembei yani mmoja mmoja, anatembea kikundi. Na hata ukisoma nyuki utaona wana mfalme anaongojea kule kwa nyumba queen, na wakitembea wanalinda wao. Umefahamu? Kwa hivyo kila kiumbe Mwenyezi Mungu ameweka sheria zake. Kwa hivyo kama jini hawezi kuingia kwa nyumba. Jini ukipata kwa nyumba huwa ameingizwa na mwanadamu. Jini ukipata kwa nyumba, ima wewe mwanadamu mwenyewe umekubali aingie. Ndio Mtume akafundisha dua ukitoka safari zako, kazi zako, fanya nini? Ukiingia nyumbani usome zile dua. Kwa mfano ukiingia kwa nyumba yako, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema piga salamu, kama kuna mtu assalamu alaykum. Kwa hivyo kikiwa ndani kile kiumbe kitatoka. Umefahamu eh? Sasa akatuhimiza tuchukue asbabu za kuingia majini. Ni kama kukiwa na mlango, jini hawezi kuingia na ukuta, labda atumike na mwanadamu ndio kwamba ni kweli amuingize kwa kona za ukuta, lakini jini anaingia kwa mlango na kwa dirisha. Na akiingia kwa mlango utamuona, lakini ukiwa na nguvu utausikia ule mlango unafunguliwa. Akifungwa kwa nguvu utausikia vishindo vyake, akifungwa polepole utausikia vishindo vyake. Dirisha hivyo hivyo, wewe ukiona kwa macho yako utaona haifunguki ile mlango, lakini hawezi kuingia silence, hawezi jini. Labda tumiwe na mwanadamu ndio ingie silence bila kumsikia. Kwa hivyo akatupatia asbabu, sisi tuchukue asbabu za kufunga madirisha ili wasipate nafasi ya kuingia kwa madirisha, na tufunge milango magharibi ili wasipate kuingia kwa milango, na ufanye kisomo kile cha tahsin dua ile ya sabaha na ya masaa, kama wakati wa ghasiki idha waqafun, wakati wa magharibi. Wa min sharri, na pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia jilinde wewe mtume kutokana na shari an-nafathati, shari ambao kwamba sababu ya kujilia wewe shari ni kuviviwa, mvivio na nafathati fil uqad, kisha katika vifundo. Nikaeleza mimi nyuma, Mwenyezi Mungu anatumia hivi vilma min, nikasema kuwa min maana yake ni baadhi. Unafahamu? Yaani kuna baadhi ya mambo yanafanywa na hawa madhalimu, hawa chawi, watuma majini kwa waje kudhuru. Moja katika zile baadhi Mwenyezi Mungu anaanza kuziweka wazi. Wanatumia system ya nafathati. Yaani mtu anaweza kuchukua fundo kama vile mtume, akafunga fundo akawa anatia nia yake akibibia. Usipate kazi, huyu fanye maisha yake yawe hivi, huyu asipende na watu, huyu asipende hivi. Yaani kila fundo ina nia yake. Kama atende kwa maelezo ya mishari nafathati fil uqad. Nafathati ni kitu invisible. Hewa ni kitu wakihisi, lakini invisible, hakionekani. Mtu kana utasikia tu sauti ya hewa, lakini huoni ile hewa. Sawa? Nafathati ni nafsi ni moja, nafathati ni mavivio mingi. Tukiangalia Qur'ani, inna fathati imetajwa hata mwanzo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomuumba Nabii Adam, kitu kilifanya Nabii Adam awe na uhai nafsi, fanafakha fihi min ruhi, fanafakha fihi min ruhi. Ile nafsi ndio inafathati, ile
ndio nafuu. Nataka unielewe. Kwa hivyo maana ya nafathati haijalishi ati mpaka mtu avivie ile puza. Maana ya undani ni kwa hizi shari ni shari za ruhia, ni mambo ya kiroho. Wakati mchawi au dhalim anamfanyia wewe baya, hafanyi kwa mwili wako, huwa anafanya kwa roho yako. Yaani anaipiga ile roho. Ndio ikawa wakati mkubwa kufanya machafu ni wakati wa usiku, sio mchana. Kwa sababu mchana wewe roho yako iko na mwili wako unatembea nayo. Usiku wewe ukilala, kwa ushahidi wa aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, roho zinaepukana na mwili. Roho inakuwa nje na mwili. Kwa hivyo ndio wakati wa usiku hawa maana nafathati ni kwa wanazipiga zile roho hapigi mwili. Sasa ile roho yako ikiwa iko mbali na Mwenyezi Mungu, mbali wa kabisa, ikiathiriwa kwa sana, ikirejea kwa mwili wako, ndio ule mwili wako unakuwa na effect ya kuonesha roho yako imeaffectiwa. Ukimwona mtu amparalyze, ukimwona mtu ampigwa na koma, ukiona mtu ana ugonjwa wa malazimu, bimaana ile roho yake ilipofanywa vile vitu na wale mashetani, ilikuwa roho yake iko mbali na Mwenyezi Mungu, yaani haina nguvu za kimungu. Kwa hivyo ikawa ni rahisi kwake kupigika. Kwa hivyo bishari nafathati, hii nafathati inatupatia sisi ya kujua kwa haya mambo ni mambo yanafanya kiroho, hawapigi mwili. Na ndio kuna mtu anakuambia mimi nateswa, lakini ukimwona iko sawa, ana afya yake, anakula, lakini kifika usiku ni kweli anateswa kwa sababu bwana anachukua roho yake wanaipeleka kwenda kuitesa. Fahamu? Kwa bishari nafathati fil ukad, akataja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala masala ya mafundo. Masala ya mafundo ni ishara. Mtu akifunga fundo hivi, unaiona ile kitu kama anafunga, unaiona, anaona anafunga. Kwa hivyo ni kitu visible. Nafathati ni invisible, ukad ni visible. Yaani katika usiri wa hii aya na wanatiba na wanaelimu masihiri, na wewe ikiwa Mungu amekupa uwezo wa kuona ile mambo, kuna vitu vinafanyika ni hadi, yani ni kawaida, ni normal, sawa, lakini vinasiri kufanyika vile vitu. Mfano Mwenyezi Mungu ametaja nafathati. Mimi nikiomba ikiwa nafunga hii fungo hivi, wewe utajua nafanya nini? Sika na magari yule wafunga fundo tu, fundo cha ile kamba. Ndio mfano huyu Lubeid ibn Asam alikuwa kwa mtume kufanya mambo, na mtume akojua alikuwa mtu afanya kwa kawaida, alichukua ile kichanuo, yule mtu wangu tena shwele nyele atupe. Atakamuelewe kwanza. Yaani tunazungumza kitu invisible na fathati, na tunazungumza kitu visible ambapo kwamba ni ukad. Ambapo kwamba ni ukad ile fundo. Yaani kitu, kuna vitu hauvioni vinafanyika vikudhuru wewe, na kuna vitu unaviona lakini wewe hujui kama unafanywa wewe. Mfano mzuri, mimi nitawaambia kitu kimoja na sijakosea, ni 100%. Uchawi uliokuwa wakati wa mtume ni uchawi tunaoita analog. Uchawi wa sahihi ni digital. Mtume alifanywa uchawi kuchukuliwa nyele, akachukuliwa chanuo, zikafungwa, zikapelekwa kwa mchawi, akaziombea shetani zitadili, zikatiwa kwa maji, zikafinikwa. Ama sahihi hakuna kuchukua nyele, sikizeni vizuri. Hakuna kuchukua nguo, hakuna kuchukua lolote. Sahihi ni digital, ni mtu mwenyewe anafanya kile kitendo, tayari unakuwa. Yaani weza kumwona mtu wafunguo tu, nguo siafulia kitafuka, lakini kule kufua nguo kwake, kwa sababu yeye tayari amemiliki jini, ule mwili wake ni jini, image ni mwanadamu lakini ashamiliki jini, ama asharithishwa na mababu jini, na yajua vizuri. Kwa hivyo ile jini anamtuma, ukitaka ufanikie jambo fulani, wewe fua nguo wakati wa magharibi ama alfajiri, akafua tu nguo. Kwa hivyo akifua ile mikono yake ni mikono jini inafanya mambo yake kama kufua. Kwa hivyo utamwona yafua kama vile kufunga fundo. Sawa?
Unafahamu kama ndio kufunga fundo. Kwa hivyo yale maji yakimaliza kufua nguo atamwaga yale maji. Unafahamu Sasa mwenye elimu na Mungu aliyompatia uwezo wa kuona yale maji, akiakanyaga yale maji, kuna kitu kwa kinamwambia katika miguu. Power, na kitu kinamwambia maji si ya kawaida. Na yule anayofanya anajua mimi nimefanya kwa sababu ya ibada. Fahamu? Kwa hivyo wewe ukiakanyaga yale maji unaathirika. Wewe hujui, lakini ndio pole siri shakuingia. Watu wanaomana miguu, wanaomana magoti. Hiyo ni siri ya kumwagiwa maji. Leo siri inakuja pole shakolea kwa mwili ndio anatumole nini. Kwa hivyo hii duka ni kitu akiona, lakini ukienda kumwambia mbona fanyaje anakwambia sina muda maji bana. Maji yana nini? Maji ya kufua hana kitu. Hana. Kwa sababu macho yako yamekoresha ni maji, hakuna iliza kuna lolote. Lakini yeye mwenyewe ni dijitali. Wanafahamu? Kwa nini iwe hivi dunia hii yetu ya 2020 century? Zamani, huu ni mfano na hapa, zamani nasikuwa kwa dogo. Zamani mababu zetu walikuwa na mashamba ama walikuwa na madumba. Yalikuwa hii development hakuna. Kwa hivyo wale mababu walikuwa kimiliki wale madini, lakini wale madini walikuwa ni walizi wa shamba tu. Ndio kwa sababu usitule embe la mzee huyu fulani, kitulaili embe ndio utajua. Na kitula kweli unakufa ama mwingine anaganda pale embe. Kwa sababu anaulizi haonekani. Kwa hivyo wale mababu walikuwa na uchaji Mungu wa kistep, wa kiuoga. Wanatumia wale madini kwa ulinzi ya mali yao. Wale majini wakipata mwanadamu wanataka kutumia usikia raha kwa sababu wao kazi yao ni kupoteza mwanadamu asiingie kwa rehema ya Mungu. Hiyo ndio kazi ya jini. Si masala tu una mali au una mali, si dharau. Jini atakuhakikisha wewe ukifa uingie peponi basi. Si masala yao mengine. Akitaka mali atakupa atakumali. Kwa hivyo kila generation after generation wale majini wana develop idea kwa wale vizazi. Unaelewa? Lakini hii generation ambayo kwamba ndio ya mwisho, hii ni century ya mwisho, kwanza karne nyingine, karne ya mwisho. Wamejitokeza majini sasa watakapotawala ulimwengu wa utalibi. Hakuna mtu anamwona jini, hata mtume hakumwona jini. Lakini anaona athari ya jini. Athari ya jini ni hivi. Uone paka amebeba jini. Kwa hivyo huyu paka alisaidia yule jini. Uone jongoo lakini ni khadi, tunamta khadi musahi. Khadi musahi ni mfanyakazi ule mchawi. Amemtuma mpeleke jini kwa ile nyumba. Kwa hivyo huyo jongoo akija pale kwa ndani kwako, huwa mbeba jini ndani, msaidia yule jongoo. Hizo ndio athari za majini. Hakuna mwanachuoni anasema mtu ana jini kwa macho. Hakuna. Labda jini akikujia aje na formula nyingine ya kujibadilisha, sio original yake, kwa sababu jini ni kiumbe kidogo kama babu. Mkubwa majini, ukubwa wake wa kiimage ni popo. Popo ni mkubwa. Wewe ukamshika hiyo ukamkatakata. Unafahamu? Kwa hivyo kuna vitu kwamba leo unaviona kwa mandhari ni hokai. Utaviona kwa mandhari utajua hii kawaida, kufua mtu ni kawaida, kumwaga maji ni kawaida. Unafahamu? Lakini yeye ana lengo lake kwa ndani. Ndio Mungu akataja wa min sharri nafathati invisible things fil 'uqad, na visible things kwa tunaonekaniwa. Kwa wewe macho yako utaona ni haja, kuna lolote linaendelea. Lakini kwa mtu aliyopewa dini na ule uwezo anajua hapa kuna kitu kinaendelea. Wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Allah akamwambia jilinde na Mola wa asubuhi na Mola wa jioni hana hasidi. Wa min sharri, na kutokamana na shari, hasidin ismul fa'il, yule mwenye kufanya wale wasidi. Lakini Mungu akasema idha hasad, si ujilinde na hasidi pale anapotaka kufanya ubaya au wasidi. Mungu amemshania kusema wa min sharri hasidin ismul fa'il, alafu akasema idhan dharfu zaman, alafu hasad ni fi'il. Kila mtu hapa ni asili. Kila mtu. Mimi kama rafiki yangu akuja na gari, hata kama ni na gari. Niko leo na ukazunguzuri. Nataka kuona nzuri. Si asili. Mtu hasi.
Yaani kila mtu ni asili wa mwingine. Hakuna mtu atakayechini na atakufa kitu kizuri, si ndio? Hakuna mtu atakuwa na nyumba nzuri, si ndio? Ndio Mtume alipojua kila mwanadamu ni asili kwa mwenzake, akasema ukiona kitu kizuri ukitamani, sema nini? Mashaallah. Sawa? Unaelewa? Hata sisi wanadamu, maiti wenyewe kwa usudu sisi. Sasa hii leo tusalishaya, niswalishe mimi. Unione napiga sija siku amka nimekufa. Kila mtu hapa anatamani I wish ningekuwa mimi. Na ngufa, lakini kile kifo cha kufa na watamani umeusudu wewe ni hasidi. Tendele jamaa. Ndio Mwenyezi Mungu akasema hasidi ni kila mtu. Lakini hasidi mbaya yule idha hasad. Wakati sasa mtu akisema pita vipi ile gari? Leo una sura za kutembea na gari. Sasa huyo ndio anakusudu vibaya. Kutamani ni kutamani, tamani na gari kwa tamani na gari, fanya bidii na gari. Wewe ni hasad. Lakini idha hasad ndio mbaya. Yaani kutamani yule mtu angekuwa na hana uwezo kwa ile gari. Unafahamu? Au ukamwonyesha kwa nini mtu anapawa hizi? Natamani siondoke zile. Natamani angekuwa hivyo. Unafahamu? Au kinyume chake. Unafahamu? Si lazima unatamani ondoke, ana kibri, toka pate huyu, ana kibri huyu. Mbona tunatembea? Yaani kimafungo yani. Kama angekuwa na gari angekuwa inasema kiburi. Sikiza mpaka kazi basi kiburi. Wewe ni asili. Unafahamu? Na mtu yoyote amekwamba anaitwa ni dhalimu katika dunia. Yaani ukisikia dhalimu katika Qur'ani ni hawa watu waliokubali kuishi na majini. Yaani wao wameamua bana mimi vile na nataka mnielewe vizuri. Mnielewe vizuri. Jini hazungumzi katika akwenda duniani mmoja kama wala Mungu hazungumzi. Mungu zungumza kwake azungumza ishara, akualetea jua kali kama ile Ramadhani, una ishara fulani Mungu anazungumza na nyinyi. Kwa kuna kitu mnakosea. Wakaleta jua kali. Akileta mvua kwamba ya karibu anazungumza na nyinyi, hata mazungumzo na majini niko hivyo. Yeye sasa mambo ya kijana, wala kijana hajui. Yeye anampatia fikra mbaya yule kijana afanye na yofanye. Mshakumbana na vijana wengi. Wengine kama kubali anaambia ustadi leo tumechukua hivi kweli tutafanyaje sisi? Tutafanyaje? Baki si mimi nataka mimi naona tumefanya tu. Naona nimefanya tu hivi. Kwa hivyo zile ishara na zile action, na yeye anasema action talks more than words. Vile vitendo vile ndio jini ndio kuamsha ufanye. Fahamu? Kwa hivyo hawa kaida yao kwa kaida kubwa ni kumsudu mtu. Hawana lingine. Na hasadi kubwa walionao huwa yule jini kashapata habari, kashajua kuwa huyu ni mtu wa peponi. Akifa hata kaburini aulizwe. Kuna watu katika hii jamii yetu wataingia peponi hata kama hawajaswali siku zote. Ile siku atakapokuwa karibu na kwenda kwa Mungu, Mungu atamleta kufalishe. Na aya hii kwa wali wa Allah. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Kuna watu ni selective kama vile manabii. Hata ukafanya nini? Mungu yajua huyu si yeye. Huyu ni watu fulani anafanya hivi, awe ni mraibu, awe wakiwa miongoni mwao ni mateja. Ona mateja, ikudharauliwa si wao. Na kama si hao basi serikali na ulimwengu ningeondosha sije kwa mateja. Lakini hawataki waondoke. Ndio wanapatia dai mimi tutafuta si hapa mateja si hapo pia. Chake nao chini tukafunga wakwambia ule unga wanaovuta ni bora kuliko ile dawa wanapewa pale. Yaleta zaidi ile dawa. Kwa hivyo watu ambao wanapendwa na Mungu sana ni kila mtu kwamba ameingia kwa uraibu na Muislamu. Huyo mtu yotake kwa kubwa sana, yopendwa, shetani akamfanya bila mdhalilishe ili asipate pepo mbili, asipate pepo ya duniani, wacha apate akhera. Kwa sababu majini wanajua baadhi ya siri ya Mungu
majini anajua. Unajua huyu mtu. Kwa nini anajua? Kwa sababu kule juu Mungu anakutangaza, umeona mja wangu, umeona mja wangu, umeona fulani, umeona fulani. Sasa yule shetani umemzidi na kupata mtu kumwelekeza apate na hii pepo ya dunia. Faman khafa maqama rabbi